Barikiweni sana. Haleluya. Kitabu ya Marko 2:1. Wewe uko na Biblia? Marko 2:1 utabarikiwa. Marko 2:1 utabarikiwa sana. Marko 2:1 inasema, are you all there? Marko 2:1 inasema hivi: akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha wa kadha, ikasikiwa ya kwamba yumo nyumbani. Bwana asifiwe. Wakakusanyika watu wengi, isibaki nafasi hata mlangoni. Akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza. Akachukuliwa na watu 4, na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano, waliitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kuifuja wakaliteremusha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Bwana asifiwe. Tufikisha hapo kwanza. Na maandiko hii inatufunza kitu moja katika hii revival ya leo. Bwana asifiwe. Na tunapozidi kuendelea, kuna mambo utajua na itakusaidia maishani. Haleluya. Hawa ni watu na wamesikia kabisa Yesu ako kule Kapernaumu. Haleluya. Na ako kanisani. Hapa Yesu ako kanisani kama hapa niko siku ya leo. Hapa kwa madhabahu. Yesu alikuwa hapa kwa madhabahu. Haleluya. Kanisa moja nyakati hizo. Maana inasema alikuwa akihubiri neno na akiendeleza injili yake Mungu. Maana inasema watu wengi wakasikia ya kwamba kuna Yesu Kapernaumu, na Yesu anaponya, Yesu anainuanga, Yesu anakutaka viwete anasiponya, vipofu vinaona, hiyo yote. So Yesu mahali popote alienda, watu wote walijua Yesu ni nani, na walienda sana mahali Yesu wako. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema mtu mmoja alikuwa amepooza na alikuwa amelalia godoro. Kwa hivyo huyo mtu amegojeka na amelalia godoro na amebebwa na watu na godoro. Wewe unaona kama ako hali gani? Imagine mtu amegojeka, amefika kiwango ya kupooza. Huyu ni kiwete kabisa. Yaani ni mtu ambaye ni mzima lakini inabidi abebwe. Na mtu ambaye anabebwa na godoro, mkimwacha nje mahali itabidi anyeshewe mvua ikinyesha kama hakuna mtu karibu. Kupooza ni hata. Bwana asifiwe. Ate umati ukawa mwingi. Kanisa ikawa imejaa hadi kwa mlango kulikuwa kumejaa na kumefurika watu kabisa. Haleluya. Kukaja sasa watu na mtu wao wakawa wamembeba na ile godoro. Haleluya. Na walipofika katika ile kanisa, Maandiko inasema wakakosa nafasi ama wakakosa mahali kwa kumuigizia ule mtu amepooza, wampeleke mahali Yesu walikuwa kwa madhabahu. Hapa mnaambiwa kwa mkuje. Madhabahu hii mnaona kuna wakati naambiaga watu pigeni magoti hapa. Pigeni magoti hapa. Kwa nini naambiaga watu wapige magoti hapa? Na waambiaga hivyo sababu hii sio nyumba ya kawaida. Hii si nyumba ya kawaida. Ukipiga magoti hapa, mimi najuaga ya kwamba kuna kitu kitatendeka. Hapa watu wanapiga magoti, unaona mtu amegaragara, mwingine ameanza kuwa delivered. Haleluya. Kuna kitu kinatendwa kupitia madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu iko na nguvu yake. Nilikwambia upige magoti hapa umwambie Mungu jambo, akutetee kwa mambo fulani, lazima atafanya hivyo sababu ni Mungu. Walitafuta nafasi ya kuingilia waingie katika hiyo kanisa, wakuta haiko, milango imejaa watu, wanasukumana pale. Lakini wale wenye ule mtu amepooza, maandiko inasema wakajua sasa watu wa hii church watajua hawajui. Wenye walijenga huo mjengo watajua hawajui. Watajua kuna Mungu anatafutagwa. Haleluya. Maandiko inasema wakasuguka wakaenda mpaka mahali madhabahu iko. Sasa na huko nje maukuta haikuwa na shida kuiguza. Ukitafuta gazi upande juu ya mabati haikuwa na shida. Maandiko inasema wale watu wenye mtu wamepooza, maandiko inasema ya kwamba wakaenda wakapanda juu ya mabati.
Na walipopanda, wanapanda juu ya mabati, na ujue wazee wa kanisa hiyo walikuwa ndani. Viongozi wote walikuwa ndani. Chairman alikuwa ndani, chairman alikuwa ndani. Viongozi wote mpaka wazee na wamama. Kanisa ilikuwa imefurika kuvurika. Maandiko inasema wale watu walipopanda juu ya mabati, wakang'oa mabati. Na wanang'oa, ibada ikiendelea. Wanang'oa Yesu akihubiri. Imagine kama saa hii tusikie mtu anang'oa mabati hapa. Chairman hawatapata amani tena. Watatoka nje kuchungulia juu ya mabati, na kama kutakuwa na mtu juu atajua venye atajipata kwa shida. Kwa nini anang'oa? Na hii church tulijenga na pesa. Ni pesa ilitumika ndio mabati iwekwe na kanisa ikae venye iko. Bwana Yesu asifiwe. Wao walipanda wakaenda mpaka mahali walijua tukiteremsha hii godoro huyu mtu atakuta Yesu hapo. Na wakang'oa mabati. Wazee wakiwa ndani ya church na watu wengi sana kanisa ikiendelea, wakang'oa mabati, na Maandiko yanasema kwamba wakateremsha mtu wao. Hawakutaka kujua wazee watasema nini, kanisa itasema nini, chifu wa ile hiyo atasema nini. Hawakutaka kujua. Na unajua kung'oa mabati ni vibaya. Wao walikuwa ndani ya roho kabisa na ndani ya Mungu kabisa. Walijua huyu mtu wetu amepooza. Tusipofanya bidii Mungu aonekane kwetu nyumbani, tutaishi na mashida na hata kifo itatupata. Waling'oa mabati, na uking'oa mabati utakasiriza watu. Hata wenyewe wameikuta nyumba kama imevunjwa, mtu anakasirikanga sana. Walikuja kwangu, wakabeba. Mtu afurahiaki. Wao walikuja, wakafujaliza mabati. Wewe ujui kama walikuja pande moja wakaipendi vibaya, lakini wakateremsha mtu wao. Na mimi nataka niwaambie hivi jioni ya leo, watu wa Mungu. Dunia hii usiweke watu wote na furaha maishani mwako. Dunia hii ukitaka kufaulu, ni lazima kuna watu wataumia maishani mwako. Kung'oa mabati ni kitu nzuri. Si ni kitu wenye kanisa walikasirika. Lakini ilibidi wafanye hivyo Mungu aonekane. Haleluya. Mimi kama mchungaji Njoroge, kuna mambo nimeifanya katika madhabahu hii nikijua tu kuna watu hawafurahi. Kuna wakati nilikuwa nataka kuwekelea na mikono hapa. Na nilikuwa nataka kuwekelea mama. Nikawekelea moja, hakukuwa na shida kwa huyo. Nikakuja kuwekelea mwingine. Na nilikuwa nimempa hadi kanisa. Kupanga tu kumwekelea mikono, si kwenda sana. Kabla na ule mama akatoa kadi na akasambaza kwa watu ya kwamba anawekelewa mikono. Na kadi imeandikwa Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry. Na hiyo ibada wakati tu kadi imeandikwa Emmanuel Breakthrough Gospel Ministry, hasa hapa center. Watu washapewa kadi na wanajua siku ni gani, wamesaitwa na rafiki yao. Kwa hivyo hiyo siku alikuwa wakuje. Haleluya. Naye mwingine akatokea. Mchungaji Njoroge reference. Hii ibada isimamishwe. Anaponiongeleza muda mrefu ninamwambia enda tu hiyo mambo tutaongea. Nikija chachi hii, nikija mimi muda wote mpaka ibada ikafanywa, nilikuwa ninakuja kusema bado ibada iko, kuwekelwa na mikono kuko. Sasa mnapoongea hivyo nilikuwa naumiza mtu. Sasa sio kina uginya haraka liado. Sikusalimia mwambie lazima akasirize watu. Wewe usalimie hivyo hapo mwambie lazima wakati mwingine akasiriza watu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna mwingine nilikutaka akaniambia mchungaji, tulikuwa na harambee tena umepaka ingine haraka sana. Sikoje ya kwanza watu watulie. Nikamwambia hakuna shida. Na hiyo nikakubali. Si alidhani nikamtito kwa kunikutaka kuniambia simamisha. Ule mtu watu wao walijua Yesu akimaliza hii ibada na atoke na ule mlango kumuona tena ingikalili. Walikuja, walitoa mabati, wakateremsha mtu wao. Wase wakanza wakuwa wamekaa chini na viongozi wengine na washirika. Mabati ikang'olewa. Na wase wakanza waliumia sana. Kwanza mabati ya siku hizi inaitwa aje ya siku hizi hizi? Hizi mabati mrembo. Inaitwa aje? Siku hizi mabati zimetokea hizi za bei kali, blue, white hivyo. Imagine ikikujanishwa hivi ndio mtu aingie pale. Wenye kuteka hiyo kanisa walisikia vibaya. Lakini wakati wanasikia vibaya wengine wanasaidika. Dunia hii watu wa Mungu, ngoja niwaambie,
kupitia hii revival. Wakati wote unafurahisha everybody. Ujiwage ya kwamba hakuna mahali unaenda. Mzee anakuja anakuambia Sunday, kesho ni Sunday, huendi church. Na unaanza kucheka hapo naye, hata nataka tuzile pamoja naye kwa nyumba kesho. Siku ni yake. Siku ni yake. Nikumwambia mzee hapana, kutoka Monday Saturday tufanye kazi yetu. Kesho ni mapema. Haya naye anakuita, utaenda. Si nimesema huku na ni kwako. Mwambie hata kama ni kwako, kuna Mungu mbinguni. We have to serve the Almighty God. We have to serve the Almighty. Naye atakwambia akinaniambia aje? Unyenyekei. Najua na sasa wewe ndio church. Na anamwambia naona tukienda na wewe. Naona tukienda na wewe. Haleluya. Bwana asifiwe. Mahali tumefika. Mchungaji kama mimi. Mahali mimi nimefika. Na wengine unaona wanaendelea dunia hii. Ni watu ambao wameumiza wengine. Na si kuwaumiza na njia ya kimwili. Hapana, ni mwingine anakaa kwa njia yenye unapitia. Inabidi aondoke. Kama aondoki cha uzuri, anaondoka cha bubu na ataumia. Akiumia anaenda akisema Reverend Njoroge ako. Sherede, lazima watu wengine waumie ndipo tusaidike. Haleluya. Tuambie niba wakati mwingine umiza watu. Tusalimie wakati mwambie wakati mwingine. Haleluya. Mabati iling'olewa. Ule mtu amepoza akagushwa hapo kwa madhabahu. Sababu watu walikuwa wamesogana sana. Walikuwa wengi sana. Na kuambia kung'oa mabati haikuwa jambo rahisi. Kanisa ilikuwa imejengwa na harambee, pesa mingi katumika, but walienda kwa hiyo mabati, wakaing'oa, wakateremsha mtu wao. Watu wa hiyo church na kuambia wengine walikasirika, wengine wakafurahia mtu amepona, nayo injili kaendelea. Ukitaka vizuri dunia hii na ukitaka kwenda mbali, usizidi ukicheka na watu wote. Mtu ukope pesa mara 2 3 na aina na harudishi. Kwani wewe unatoa wapi hizi hapo sisi kurejeshwa? Hello, kuna watu wanapiga simu. Hello. Bwana asifiwe. Nimeongea sisi Bwana. Amenilita, amenibadhi. Na anakuambia kule pande ile, hata mimi nimeokoka ndugu katika Yesu. Yesu ni Bwana, amenilida hata mimi mamako amenitosha. Mimi nikupigie simu. Mungu ameniongelesha. Mungu amemwongelesha akukope. Mungu amekuongelesha upeane. Mungu ameniongelesha unipe 5,000 ama unisaidie na 5,000. Yeye amenenewa na Mungu akuwe umpe. Wewe umenenewa upeane. Sababu watu wengine kanisani kuna watu katika ulimwengu wao wangekuwa mbele sana. Shida yao ni moja. Walienda wakashiriki chama fulani ile ya wamama, akapata 5,000 ama 10,000. Mama moja katika hiyo chama akaenda akanogonesea mwingine. Leo ni mama fulani alikuwa anakula chama hiyo venye mnasemanga. Na amekula vizuri. 10,000. Naye mwingine anajua ana 10,000, rafiki yangu nitaendea 4. Nitaendea 4. Amata mtu anakuja kwa kama amehemewa. Unajua mama gani? Nimepigiwa simu kwetu nyumbani. Sasa hiyo ni maogo. Si watoto wameokoka. Nimepigiwa simu kwetu nyumbani. Nimeambiwa my mom, nimeambiwa my aniko ako na shida. Kuna kitu yani ni mgonjwa. Watu wengine wana maogo mingi sana. Na mimi nataka tu unisaidie na 5,000. Na tafadhali usiniambie na anachoko nazo. No, usiniambie huna. Mama kama tumetoa na bali. Na unamwambia koja nikwambie sababu ya upendo na wema wa Mungu. Sababu ya upendo na wema wa Mungu, na anakuambia ni uachane hii mada inakuja. Unaona hiyo ingine masaa kama hii. Masaa kama hii ndio nitakuja. Na wewe unafanya mahesabu yako na unangojea ngapi mada? Saa 6 hakuji. Inafika na nusu hakuji.
Saa 9 umuoni. Sasa jioni mkipatana akikatakatiwa nyenini na sukuma na hapo kwa kipanda. Anawaambia mama Kamau. Nikoje. Ukianza kuambia wimbo ya nikoje inaenda miaka 10 na wakati nakwambia hiyo mambo, nani ameipatana na mambo kama hayo duniani? Siku moja si mtu ekopa kitu mara 2 3. Ndio uone kuna watu kwa roho baya. Si umwambie siku moja, umeniambia utanipea kesho saa 7 kamili. Kuja hiyo masaa ndio nitakupa hiyo kitu mimi. Umekuja kwa kuja kesho hiyo masaa, ukujie hiyo kitu unataka. Hiyo masaa atakuwa anarejesha ndio atakujia pia. Sasa shidwa, alikuwa anarejesha hii masaa, kwani alikuwa atoe wapi? Bado amekujia. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Pastor Melissa, mimi mwito wangu lazima hata ijachi muelewe. Lazima muelewe. Ya kwamba si wakati wote wa miche. Pero nipa usicheke wakati wote. Si msalimie mwambie usicheke wakati wote. Bwana asifiwe. Kuna safari nyingine unaweza itiwa na mtu, uitiwe na mtu. Imagine mtu anakuitia masisi ya susu yake. Na anakuambia kabisa fare ni 3,000 na lazima unipeleke mama fulani. Susu ya mtu. Na unaambia mzee, bwana yangu, najua unipenda. Na masisi ninaenda. Naomba unipe 4,000. Utaenda sikatai. Lakini ni nani umeenda? Wakati mwingine mwambia mtu haitawezekana. Angalia, nazi kwa ubaya kulikana venye mambo iko haitawezekana, lakini na kutakia safari wengine. Atari nani kwako? Unaona susu yangu mwenye amesema imama. Unaona susu yangu. Sasa kazimia huyo. Mwingine anakuambia, "Gai, tumefikishana hapo mama Kamau. Yaani umenipeleka kwa mambo mingi lakini hii imesema iwezekani. Tumefikishana hapo. Mwambie gana venye kuko. Tosha. Kama hata kuongelea ni kibili tu. Na sababu kwa pande ya Mungu umeongea hivyo, bado Mungu atafanya mtakutana na mtapatana. Na utakuja, nilienda na tukafika salama, lakini uliniachilia sana. Wewe jua mtu aliumia akienda na aenda na karudi na wewe 3,000 ukafanya mashopping, kanunua kingua na ukafanya mambo zingine. Watu wengine ni watufanye. Haleluya. Pero nipa kuna wakati unafaa kuumiza mtu. Frying pan mtu anakuomba mara 5. Frying pan mara 5. Na unajua ukiombwa na mtu mara 5 kozeka kivule masiku inafuatana ni kumaanisha huyu si maskini. Kenya anafanya ni kubeba wewe vipa. Wiki mara 2 chapo. Na kama ni neighbor unasikia hata nyama inanuka, unajua kuna venye nyama hunuka. Na furaha mpaka wanalala saa 6 usiku wakicheka kwa nyumba. Si maskini. Wakati mwingine mwambie mama Kamau haitawezekana. Ukimwambia hivyo atanuna. Finally atasema akienda kwa njia, ni mimi ameambia hivyo. Ni mimi ameambia hivyo. Nitanunua yangu na wenye hiyo mji watajua. Bwana nimeabua. Watu watanikuta hata mimi. Kupitia wewe njia mwingine imefunguka. Kuna mambo ambayo lazima watu waumie ndiposa maisha ifunguke. Hawa watu walimwa mabati, kateremsha mtu wao. Hawakujali kanisa itasema. Bwana asifiwe. Na hivyo wadomi ndio watu wasione jewe kama anakuwa na shida mahali. Kuna wakati nakuwa na mambo na nimeikuwa na ibada hapa. Mzee Brani alikuta hadi kwangu ananiambia ibada hiyo naomba isimame. Kulingana na hii. Tukiachana Mungu ananiambia jaribu. Mchungaji, jaribu kusimamisha ibada yangu.
Na Mungu ananiambia ni nani huyo kwangu? Ni nani huyo kwangu anakuambia ibada yangu isimame? Na nikasema jana, ukiwa mama, uko na mwito wa upasta, wa biashara, miaka 15 inatosha uvumilie mzee. Kama anakataa, akatae lakini miaka 15 ni mingi. Ikifika 15, kama hana shughuli na maana yako hata wewe tokea. Tokea. Ukiweka duka hiyo ya 500, bora urudi kwake jioni. Tokea asubuhi, bora urudi kwake jioni. Bora urudi kwake, asiongee mengi. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama wewe ni mzee na uko na maono, hiyo maono fanyiza kazi. Wacha kuzile ukisema ni bibi anazuia. Anazuia na nini? Anazuia na nini? Unajua nataka kununua kitu anaongea kaaje. Wewe unajua kuna wakati unaweza kuwa na 10,000 ukiekelea mezani kama mzee. Unasikia bibi ukimuuliza tufanye nini nazo? Unaona hiyo 1,000 tumana nyama hiyo. Na tumana nyama hiyo. Na kabisa hata kama utatumana hiyo yote ya 1,000 ukitumana ya 600, unaona kabisa haijarara. Kama ilikuwa ni masaa ya 7, unaona ameigawa na jenye imeisha. Tena siku nyingine anakuambia kama kawaida. Alafu nyingine anakuambia hii nayo tufanye nini nayo? Unaona hii ilikuwa 10,000. So moja nyama, nyingine 3,000 tutume kwetu. Agwabi kwenu kama mzee. Tutume kwetu. Hii nyingine kuna kiskati niliona. Hii nyingine kuna viatu niliona pale za wamama zenye. Usikie mama 10,000 anataka karibu yote iende pande yake. Huyo mama jiandae kumuumiza ndio uende. Jiandae sasa kufanya mambo mengine kama mzee mpaka wakati atashika laini. Kuna mama ukimwachia 10,000 hapa, 10,000 mwachia hapa kwa meza. Kitu itafanya yote. Umemwachilia tu kama mzee. Umwangalie tu venye atafanya leo. Kitu utagundua ikiwa 2200 ya kwamba kuna kitu amenunua, kuna nini? Kula ndio sana. Haleluya. Hata nyinyi wa mama, mzee ukiona mambo za boma hatili maanani, ingia kwa maombi. Ingia kwa maombi. Haleluya. Ambia Mungu hapana. Hivyo lazima iendelee hivi. Lazima tupate plot, lazima tuenee. Haleluya. Hawa watu waliamua kuumbisa watu wa kanisa mzima. Kumwa mapatejaji yao na kuja ndio ateremshe mtu wao. Wakakasirika lakini mtu akapona. Haleluya. Uje nipa kama dunia hii ameumiza mtu kiasi. Hata kuna mahubiri kile tunahubiri kama mapasta na tunajua ina kera kina fulani. Huwa tunafurahia. Hata kuna mapasta wamekutwa nyumbani na unajua kapasa mimi ni mzee na pasta wengine ni wa mama anahubiri church lakini mzee anamwadama jioni anamwambia unaona mahubiri ya leo yote ni mimi ulikuwa umeleka na sijui unanitakia nini ujue kama mchungaji hiyo injili imeingia kuingia. Haleluya. Sasa ni nafaa uende ujitafutie mahali kazi jini useme na ni kweli jana nilihubiri. Kama ni mzee wangu ameongea hivyo nikiwa mchungaji ni kweli hata wachungaji wazee wanapata kama hapo. Unajua kuna uwezekano wa pasta wakati anahubiri aguse mambo iko kwake nyumbani na jiatia methali na hekima ya Mungu. Sasa mwenye anajua haswa ni nini kinasemwa ni mwenye wanaishi na mchungaji. Hivyo kuna uwezekano wa jioni usikie mtu amesema na leo ulikuwa umeniamulia. Pasta yote akisikia mume wake kama mzee ni mzee sasa niko na bibi. Sasa kuna kanisa zingine zimepewa mama bwana zao. Wasikie wanaambiwa jioni leo umeshinda na mimi. Leo ulikuwa umekopi kabisa mambo ya wiki mzima ya kwangu. Leo umenikatakata. Sijui ama hiyo chaji itaenda Sunday. Wewe shukuru Mungu kwa roho. Unajua kwamba kuna mtu ameumia lakini kitu kibaya kimekatwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Dunia hii lazima ukae ukiumiza watu.
Ukiongea ukweli wenye unaumaga pia. Haleluya. Ndio mambo itendeke na mambo iwe mazuri katika hii dunia. Waliteremsha mtu kutoka juu na godoro mpaka mahali Yesu alikuwa. Wakaumiza watu roho yao, kazi yenyewe ikaharibiwa. Hata na Yesu ni mwingine sana, ni mzuri sababu after kuponya ule mtu hakuna swali aliuliza wenye walitoboa mabati. Walijua imani yao imefika hapo, ndio mtu wao asaidike. Bwana Yesu asifiwe. Father Minister. Unajua hiyo siku ya kuwekelana kabla hiyo wakati wa kuwekelana hiyo mikono nilikutwa na watu wangapi? Paka bibi yangu anaijua na uoga ananiambia, kanisa itaharibika ya nani? Kanisa ni ya nani? Na Mungu akiamua tufanye kitu, tunafaa kuogopa nini? Hakuna. Ibada ilifanywa, kuna wazee walikuwa, kuna kakundi kalikuwa pale wakati ibada ilikuwa inaendelea. Kumaliza tu ibada. Ndio wakaanza kuambia watu, wakaanza kusema, unajua fulani huku wekelewa mikono wewe. Unajua yule referent amekupeleka hivi. Na ibada nilifanya hapa na ikamalizika. Venye ilikuwa ifa. Lakini wengine unaona venye ameita mke wako. Amekuita nyuma. Kuna kitu haka kufanya wewe. Ibada inaendelea kama mapenzi ya Mungu, na nikiendelea hiyo ibada yenye walikuwa hapa. Nilikuwa najua kuna watu wanaumia. Haleluya. Lakini nikajua ni Mungu waumie, tusonge mbele. Wakaja sana hapa, wakaniachia kitu fulani, nikachukua suti. Wengine wanasema kulienda tukafanya mtu kajiroge simu. Hiyo ile shukrani alileta kwangu hujaiona shukrani. Shukrani yenye ilifanya hiyo bomba, shukrani ya ajabu sababu Mungu alifanya kazi yake akamaliza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tena na ibara usiende kuweka duka mahali mwingine akwambie umeweka karibu na wewe, atumeweka karibu na yangu kwa nini? Si umepata nyumba, si umeiombea, weka stop. Haleluya. Na uanze kurauka mbele yake. Ukijua narauka saa 3 kufungua duka, wewe kuwa pale saa 2. Angalia na ufungue milango na uweke mandazi hapa kwa dirisha. Na soda na afya. Akija anakuambia umeanza kuniba makastoma, nikomwambia rauka mapema dada ama ndugu. Rauka mapema? Rauka mapema, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukiona unaenea maishani shukuru Mungu. Lakini nimekuambia kuna wakati tunajuaga tunaumiza watu, lakini si kupenda kwetu, ni Mungu watu wengine waumia wakati fulani ndio wengine wasaidike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo viongozi wa kanisa, maibada zingine mtazidi kuona hapa nyakati zitakuja. Si lazima sifurahishe watu wote. Hata nilisema hapa jana, mapastors wote nimelea hapa. Sitaki kusikia pasta kwa nyumba ati anangojea ruhusa ya mzee. Miaka 15 kama hajakupa ruhusa usingoje. Niko kwa nyumba waiting for his permission. Nilikwambia Yusufu aliacha watu wao kwao wakamuuza Misri. Akaenda huko akaenda kama prime minister, akakuja kuwa mzee. Charity. Nikaanza nyingi hapa Kenya zinaendelezwa na wamama na wewe siona mabwana zao huko. Zingine ziko na wazee uone mabibi zao. Sababu dunia huenda hivyo wakati mwingine. Kwa hivyo mapasta wote, hasa wa Emmanuel, waambiwa hivi, hakuna pasta aliwekelewa hapa mikono wakae kwa nyumba. Na hakuna kusila mtu kusema mzee. Akasema anataka nini? Toka ile injili. Sasa wengine wanaanza kusema kwa mtu hivi kwake na nani? Kwa mwenye hiyo mzee ni nani? Nani alimuumba? Na mwenye ako na mtu ni nani? Nani ni wa nani? Si ni wa Mungu. Nani alimuita? Sasa hapo ni wapi kunashika kuitaja bila. Sikia watu wengine wakisema siku hizi, unajua mzee wangu alinirejesha chini. Unajua alinifanya. Unajua mke wangu alinifanya. Ni sababu sikuendelea. Duka yangu ikaisha. Oi! Tokea, fanya unavyohitajika kufanya. Mwenye ataumia aumie. Lakini usonge mbele. Atakukuta Misri ukisaidiana kule na utamsaidia hapo. Ukikaa kwa nyumba na umeitwa na umewekewa mikono hapa, ni vita itakuta boma. Na ni vita kali. Kama ilikuta Jona, kwa nini isikute sisi? Viteza na Mungu. Haleluya.
Siwaambie hiyo neighbor jua hivyo kutoka leo. Kuna wakati niliambia bibi yangu nasikia kuna pesa ziko jiani zikikuja. Kamwambia tuombe sana hiyo pesa ifike mikononi. Sasa tukaingia kwa maombi. Tukaingia kwa na hizi kabisa. Tukaingia kwa maombi. Tukaomba. Tukaenda ushirika mahali. Mtu fulani tu akasaidiwa kunibariki na 8,000 sikuwa kwa bahati ndani. Si amenibariki. Nilikuwa nimeambia bibi tuombe kabisa. Nimesikia kuna pesa ziko jiani. Nikiwa jiani ya kuelekea nyumbani, Mungu akaniambia 5,000 tuma mahali fulani, 1,500 ni mahali fulani, 1,000 upee bibi, lakini 500 baki na ukule kitu tupate nguvu. Na akaniambia usifike nyumbani kabla hujafanya hivyo. Si nikafanya hivyo, kapelekea bibi pesa 1,000. Lakini Mungu akaniambia umwambie story yote. Mwambie Mungu na wewe. Nimwambie story yote na 8,000 na mpelekea 1. Umwambie venye vyote nimekuambia ufanye. Si nikaenda akili wewe, nikaambia bibi yangu mambo yote ilikuwa 8, kafanywa hivi, ikafanywa hivi. Kasikia nimeambiwa, yaani kuomba tunaomba na wewe, unaniambia kuna kitu na hizi, tunaomba na nimeomba 8,000. Kwa hiyo Mungu hakuambia akuje tugawane nikiwa. Nimpea 1. Kaenda hivyo. Jioni ninasikia tukiwa tumetulia. Mimi maombi yako ni kama sitaki tena. Mimi unapewa pesa lakini unapanga na Mungu huyo. Penye itatumika. Na wakati nilitaka sikukuu hapa na Mungu na jaza Mungu tu hapa nikapewa sikukuu 26,000 na kitu 500. Nikiwa tu kwa mikono Mungu akaniambia 15,000 sipelekwe Meru silebese taxi ya Meru. Sasa hiyo hayuko yako. Isagia tu sikukuu. Hakuwa chachi. Nikapeana hiyo pesa. 3,000 hapo karibu 4. Mwaka niambia chachi huko kuna watu wanahitaji sikukuu. Washughulikiwe. Nilibaki tu na 6,000 hivi. Na tulipopatana sikumficha venye kulikuwa. Sasa nikamhesabia ilikuwa 26. 26. Sasa Mungu wangu, lazima nitakulie na Mungu ndio nitaizikalie. You have to start with God. Ibrahim aliulizwa, tuko na kila kitu. Kondoo ibada iko wapi? Ibrahim alimwambia Mungu wetu ambaye tunamwabudu atapeana hii kondoo. Kwa hivyo aliweka Mungu mbele. In everything put God first. Mimi kuna katengeneza kesi kitambo sana, miaka mingi imepita kwa chief. Na hiyo kesi ilikuwa ati ninapaswa kusema story yenyewe hufai kusema. Baba yangu akaniambia tukienda kule uharakishe kusema sorry. Kamwambia baba usikuje sababu hiyo story inasema isemwe itasemwa. Finally Mungu aliniambia enda kule uongee ukweli wenye unajua na hakuna mahali utapelekwa. Niliongea ukweli wote katika hiyo mambo na finally nikaribishwa na mpaka wa leo niko huru. Wanaweza ziviwe. Unafaa kuongea ukweli uachie Mungu kazi. Bibi yangu nikamnakilia hiyo yote nikamwambia kama kuna 5 hizo ninafanya venye nataka naye. Ngoja Mungu afanye tena hapa kuleta vitu vingine tena akakataa. Siaridi. Kukataa. Mungu alikataa. Na Mungu alikataa kitu amekataa. Akakataa na njia zake. Si nikabunia karibu vilikuwa. Uko na wivu. Hizi vitu vyo kamwambia wewe usiguze. Na unajua usiguze. Nikafunga na kamba hapa juu hiyo gunia ikiwa kwa nyumba. Usiguze. Kuna venye alifanya mambo akagusa mafuta ya salad hapo ndani. Na wakiwa na mama fulani wakapika nayo. Vizuri vile zilikuwa natoa damu na mdomo. Haina nikamuuliza siku 3 natoa damu kwa nini? Na mimi sijaogwa shida. Why? Kamwambia itaenda fasting Wednesday fulani. Kafika wakati wa fasting, asubuhi na mapema kabla kuondoka kwa nyumba nienda huko chini. Tulikuwa tunaenda maombi huko chini wakati huo. Nikaenda kuangalia hiyo gunia hivi na maana nilikuwa nimeweka kibuyu ya salad. Kwenda kuangalia kibuyu iko karibu nusu. Kamuuliza kwani ulifika nini mafuta kwa nini? Sasa hii inatoa damu. Wewe unaona niliumiza ibada hii ama hizi vitu ngojea wakati wa Mungu ufike akatuambia vile tutafaa.
Sababu ni alisema. Na nilikuwa na shida. Lakini after kuenda fasting hiyo shida ikaisha. Bwana Yesu asifiwe. Dunia hii kwanza mabibi zetu ukiwauliza kama ni vyema kuolewa na basi watakwambia ukimuuliza hiyo swali ama asikie mtu anataka kuolewa na mchungaji. Na sisi kuna kuwa na shida kwa wachungaji. Sisi kuna kuwa na shida katika hizo ngoma. Ile kitu iko ni ukweli huo unauma. Na sababu bibi yangu hatujaitwa the same. Ni pastor lakini hatuko level moja, hatusikii Mungu the same. Haleluya. So mimi nikisikia Mungu lazima nifanye kama mapenzi ya Mungu. Wakati nafanya mapenzi ya Mungu lazima Sara aumie. Bwana asifiwe. Although naye anaenda akikua, sasa anaenda akikua. Na unaona ni kweli ulimwengu wa roho. Kutoka pelekwe mahali fulani unaona anazidi kukua. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni vizuri kuumiza mtu wakati mwingine. Ni vizuri kuumiza mtu. Bwana asifiwe. Na si kumuumiza negatively, ni kuumiza ukiwa ulimwengu wa roho. Ni ndio Mungu abaki kuwa nani? Mungu abaki kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana inasema ya kwamba naye Yesu alipoona imani yao, akamwambia angalia wameng'oa mabati. Sasa Mungu haoni mabati imeng'olewa, haoni hasara, ameona imani iliyo na watu. Haleluya. Inasema naye Yesu alipoona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Kwa hivyo nini kinafanyaga watu wapatwe na mapooza? Wakati mwingine ni dhambi. Bwana asifiwe. Watu wengine mnakutaka watu wa hospitali wamelala kule, ni dhambi. Kinafanyaga watu wagojeke. Mnasikia watu wa Mungu? Na dhambi si tu kahaba, si tu serati, si tu kutukanana. Hapana. Dhambi zingine ni iwe chachi kama hii. Uko na kipawa lakini nasema ngoja hao wengine waogose hata wao. Leopard ameniandika pale niogose morning devotion mwezi mzima. Mimi nitakosa za debi, nyingine nitazapata. Haleluya. Wewe uko na kipawa kwa ndani yako. Wewe unaweza hubiri, lakini ukiamua hubiri unasema nitaweza. Sasa niba utawezezwa na roho. Simuza nimemwambia utawezezwa na roho. Bwana asifiwe. Utawezezwa na Mungu. Dhambi, unajua dhambi ya kanisa, dhambi zingine watu wa Mungu wanaona kama si dhambi, ni dhambi kubwa. Imagine kuna ushirika Tuesday, wewe unaweza patikana na hukumu. Hiyo ni dhambi. Kuna dhambi watu wa Mungu wanazo nyingi. Bwana asifiwe. Yesu anamwambia mtu, sasa imani yako imefanya mambo ibadilike, imepona. Bwana asifiwe. Na sasa uelekee maishani uende, lakini usifanye dhambi tena. So kuwa mtu wa Mungu, achana na dhambi. Tena niba achana na dhambi. Kwa nini upigiwe simu na mtu ukiwa Githurai hapo tu supermarket? Yeyote tu pale. Upigiwe simu. Hello. Sasa hiyo ni bwana yako, wewe ni bibi, sasa unapigiwa simu na bwana. Hello. Bwana wangu sema. Umefika wapi? Wewe unajua kwa Githurai, lakini unamwambia uko kwa jamu gara. Hiyo si dhambi. Hello, tuko kwa jamu hapa gara. Na sasa hiyo umesimama hapa supermarket. Mwingine ako ansise, lakini hello. Nipende kama 45 niko Ruiru. Why? Mwingine anatoka kwa gari, unaona kwa gari matatu kabisa. Mtu anapigiwa simu na mtu akodhika. Unasikia amemwambia akaona Githurai kwa Kenya mpya, kwa basi nyingine hapo. Ako ndani amepigiwa simu. Umefika wapi? Niko Juja. Sasa anadanganya ndio adanganye anataka nini hapo ndani. Mwingine anasema ni kuruta ho. Nikujitoa. Mimi nilisema nijitoe hapo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu tuachane na dhambi. Ukiona mtu yote ni mgonjwa. Haleluya. Ako Kenyatta, akohoya amelazwa hospitalini. Watu wengi sana wako kule sababu ya dhambi. Haleluya. Mtu anakanywa kufanya dhambi fulani hataki kuacha. Anakanywa hii hataki kuacha. Lazima mtu aache dhambi. Wa mama, lazima mkifika mwisho, yani umekasirika, umewaka,
Unajua wamama kuna wale wanyama wanashitaka wakiona daily. Wamama ndio tunataka. Unajua wazee mara nyingi kuingia jioni. Ati kuna giza. So haoni ng'ombe vizuri. Haoni mbuzi vizuri. Haoni panya, haoni mimiko. Mambo na domestiani. So mwenye ameshida pale kutoka asubuhi ni mama. Macho yake iliona panya ikipita. So na rekodi panya. Anaona nguruwe yenye ameshida akipea majani, nguruwe. So akasirika jioni sababu ya katoto akajafanya Mungu akajakawa. Ile kitu na kitu akikasirika ni kugoga na huku ng'ong'o ama na huku. Kwa kingine anaoga kichwa. Nika wewe. Mbuzi. Nguruwe. Majina domestic animal mara nyingi inaitanangwa na wamama. Ndio wanashidaka hapo. Wewe leo umeona pusi mahali? Nikipita jia mabati. Uona gaya kutoka na ile record gaya. Wewe inajirecord. So wakati tutakasirishwa ile kitu uliona ya mwisho itatoka. Na uko ndani ya roho. Sasa uko ndani ya roho na unakasirika kiwango hiyo unaitana hiyo majina domestic animal. Ni kuzalo uko ndani ya roho na umeokoka lakini maovu. Na juu ulikuwa uko ndani ya roho na roho uko ndani yako unaanza vita za mwili na roho. Roho na mwili kikianza vita. You must be sick. Uliona mama wengine hapa Cherede wakikohoa hapa Asia. Kukohoa. Unadhani ni nini? Ni mwili na roho zinashikana. Lazima sipigane. Sinapopigana sitaumiza nini? Mwili. Sinapoumiza mwili angalia, nasikia mtu kifua yake. Unasikia mtu. Bwana asifiwe. Nasikia mama mdogo meno. Hata sasa hizo mambo zinafanya meno siku hizi msisipende hizo mambo. Msisipende kuna watu siku hizi unaona meno kuna venye inafanywa. Tafadhali tumikieni Mungu. Ni shida kubwa sana mtu anapoanza kugusa mtu wa mwili na njia nyingine. Bwana asifiwe. Haleluya. Unakuta Eroda kama Eroda wa church anamaliza wiki bila kwenda fasting. Kanisa ya Joroge. The church belong to Joro. Mimi siobei tena. Angalia, sisikiri tena. Mtu wa Mungu, unajua atakuja kwako na atakwambia hii ni dhambi. Kutofanya kazi yangu ni dhambi. Haleluya. Kesho ni Sunday, unasikia mtu yuko church sababu yenye anapeana haitoshi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kutoka siku ya leo tena nibawachana dhambi kama unafanyaga dhambi. Na haswa wazee sababu wazee lazima wajue hivi. Ukisikia mama anaitana jiga, sufuria, anaita watoto hiyo majina domestic animal, haiti mtoto anaita wewe kama mzee. Sababu kabisa panya inafaa izaliwe na pa. Na kule inafaa izaliwe na nini? Unaita mzee. Unaumiza roho ya mzee. Kuna wakati wazee wengine wanafika kama wanasema mama bibi yangu. Maneno hiyo yote ameitana, ameita watoto tena kesho tuko chachi na yeye. Sie ndio kanisa. Sie ndio chachi. Nani ameharibu boma? Nani amerudisha mzee kwa shida? Wakati umesikia kasirika lakini kwa wakati mwingine umeza maji, weka maji kwa mdomo. Sitani leo. Vitana. Haleluya. Bwana asifiwe. Kama hapa sasa kesho tuko na mesa ya Bwana. Wewe ukasirika na kutana hiyo majina tena ukija hapa, uwekewe ture hapa. Iko na mkate na kikombe tena kumeza. Ikute mbwa huko. Ikute jege huko. Inaitwa hiyo. Ikute puzi huko. Wakati watu wanasema huko kwa maproti wewe acha upuzi. Upuzi ukiondoa kabisa ni nini hiyo? Upuzi ukiondoa ona kabisa na kikoyo akora wakira mtu atige odo. I'm tomorrow here. This way unaona wakizia washaibadilika. Sababu wako church na vitaba wasema wako rejea zingine lakini wafanye mashopping kwa nyumba. Ukiwa mzee mwema fanya shopping. Ukiwa na pesa aminika nazo kwa mama. Haleluya. Kama uko na ATM aminia mama. ATM unajua iko na ile connection ya simu. Simu moja simu mwambie hebu enda Githurai utoe 4,000 ufanye hivi na hivi.
Akitoa 5 ujue uko na mtu ameokoka, lakini ndani yake kuna wizi. Kama nyorede arutaina ni muri tu one muko. No ti mukora uigate. Si ati ni mkora umfukuze. Hapana, ni mgoje. Siku moja umwambie wewe, nikwambie utoe 3, katoa 4. Nikwambia kitu wewe unasikia. Na wewe mama uokoke vizuri. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndiye niba kama kuna mahali anaumia rohoni wakati mahubiri inaendelea. Kuja niba kama. Jamani, wazee wengi wako ntiacha sababu ya mama. Unajua mama mnakuwa na nguvu hiyo. Mama wanakuwa na nguvu nyingi sana hata ya Mungu. Wakiamua kulikia kwa Mungu wanalikiaga. Mchana ngoja washikane watatu, wanachekaka siri zote zinaondoka. By jioni yeye ako fresh, ako sawa. Amekuja katika ile whole day. Sasa mzee naye kama hana nguvu yenye inafaa kuwa ya rohoni, yenye wanafanyaga jika imeitanwa sufuria, mama amekasirika hiyo maneno, lakini nene wale si wazee, si kuna wazee wapo si wa vita. So atatulia kwa kiti na akaanza kusema ikada fikirieu. Hata kama haongei na mdomo, kwani nilioa nani? Hiyo maneno yote mpaka imesikiwa na maneiba. Sasa kitu atafanya ni kujikuna kwa sofa seti pale na ukuirole na kwanza ukutazama. Lakini niliwaambia njia zote za wamama kuchapwa na Mungu ni gani, na wao wanachapwa. Huwa wanachapwa. Na mama wengine ukimwachia 300 anasema hapo. Hii nini umeniachia? Ni nini hii? Mambo mengine kwanza shukuru. Ambia Mungu ni asante. Angalia, namwambia mzee asante. Unaona hiyo asante? Ataenda tu akifikiria mambo ya bomba, na venye amesindikizwa na asante. Lakini wengine, igerau. Na hawaina yake hivyo na madhara. Kwanza ukaigwewo. Nini ndio kile na kuikirire. Sitawekea watoto chakula na nikuwekea chakula. Yaani shida kubwa. Aliambiwa huyo mtu sasa ni umepona. Kupoza kumeisha. Umesaa kuwa mzima. Enda na usifanye dhambi tena. Wewe mama, ploti yenu mama walinaishi hakuna bafu ya ndani. Wewe ile bafu ya ndani ya kuogea. Sasa unaishi nyumba lakini bafu iko kule. Na sasa unataka mzee na towelo, sabuni, angalia na kafe. Atoka hapa na karai. Na unasema kwa na wengine walikuja kwa wewe ati walikuja siku hizi kwani yani mzee wako ndio unapelekea maji kwa baba. Akaoge mtu mzima hana mikono una Mzee akifika jioni kwa nyumba. Muulize tu swali moja. Umefika baba fulani karibu sana? Na Mungu akubariki na ni mwema sababu amekufikisha. Hapo muulize utaoga kwanza ama nikachai ama maji moto. Muulize hiyo swali na usiogope. Kuna wengine wazee wanasema ukiona huwa akiniuliza hivyo anataka kunioga. Hata aseme hivyo endelea na kufanya mazuri. Kuna wazee wa hivi ukiona huwa anajitahidi hivi. Hajazoea hivi. Uli kama mtego, si mtego. Wewe endelea na kufanya mazuri. Haleluya. Amka mapema, pika chai. Mupe na mama anamkanga saa ngapi? Mama anavaa mke mapema saa 9. Aope. Nawa hapo kwa table. Alafu tukienda kumalizia aadae chakula asubuhi. Wazee wengi kwa nini wako na mashida ya mili? Kwa nini wanakaa? Kuna wazee wengine wakisimamishwa hapa na mabibi wasimamishwa hapo na shida wa gai. Hapa nini shida? Kwanza hawa micheko. Kwa asubuhi ni pio. Anaenda maliguroso wa chai na matasi 3. Mtu wa micheko atakufa na atakuacha ukiwa mdogo sana. Muandalie mchele iko na githeri ndani na madizi na waru. Umpe chakula inafanya agora hapa. Na ukiona hataki kabisa chakula asubuhi muombe atake. Na mwambie my dear I require you. Na kuhitaji. Na sababu huko kazi bali hata lunch ukuje. Utafuta kitu kingine nitukule maisha isonge mbele na tufanye ile mambo mengine. Hauko bali na kazi, kuja hapa ukule. Anakuja nakuta githeri
madisi. Na hiyo Bwana asifiwe. Lakini watu wengine wanasemaga, "Hey, wangu nilimtaka maidia nilitusi yako wa." Muite kabisa. Haleluya. Muite kabisa. Wazee nao nimesema ukipata pesa zote wekelea hapa kwa meza. Bibi akiwa kazi awekelee 50% hapa. Mimi bibi yangu simtagi pesa. Hata nikiwa na 1,100. Anajuaga siko wapi. Mzee, usipite pesa na uko ati unahakisha kwamba karibu uchibe nyumba ndio upite pesa. Hapana, ukienda kulala wekelea wallet wapi? Hata ngoja bibi amuke, sigoje aone. 20 zimejipanga hapo. Wewe mwachie moja tu asubuhi. Na mwambie zingine za kazi. Bwana asifiwe. Wengine nina huko. Bibi anataka nikuziona anasema hizi dona. Hizi dona. Bwana asifiwe. Haleluya. Aliambiwa aende na asifanye dhambi tena. Uliza hiyo nipa kama kuna nabii amekuwa akifanya kama mama ama mzee. Kuna wengine unakuta na huku pande zingine mtu ako na 7 eka 5. Analima ng'ombe nyingi na zinahitaji miti ya girasi. Sasa bibi atibie. Wengine unakuta anasema bibi huku lazima atinde kahawa, miti ya girasi alete nini yoyote. Wazee lazima waelewe wakifika hiyo level, bibi si mfanyikazi. Mtu akitajirika aajiri mfanyikazi. Kuna mabibi wengine wanateswa sana. Bwana asifiwe. Unakuta anafanyizwa kazi zote. Si uliolewa hapa, utajua ujui. Kazi lazima ufanye. Mmeliko 6 lala. Hata utachuna paketi 10 leo za kahawa. Niwe kukamua atakuwa mapema. Mtu akitajirika kubali na tajiri, aaminie watu mambo. Bwana asifiwe. Ule mtu saidi ya kuponywa aliambiwa aende na asifanye dhambi tena. Haleluya. Kuna wazee wengine, wamama wengine, wazee wakifika jioni saa 3. Anaachia ugali hapo na sukuma na wakati mwingine ipariki. Na anaambiwa pale kia kora. Ukimaliza nikute. Wewe ukimaliza. Na ukisikia mnataka kuongea na watu ndio hiyo TV. Sasa alioa TV. Unakuta mama ameokoka ndio anaona hapa anaongea na dini hata pengine na tafsiri na anaenda kwa kijana na trusa. Trusa ya jeans. Tena gota hivyo. Ya jeans. Uniambie nani ulikuta kwa waja na trusa kama hiyo ya jeans? Bwana asifiwe. Unakuta mwingine amegeuka na sida akisema nimechoka. Umechoka kufanya nini? Boma siko na shida. Watu kama bidii sana. Mwingine anapeleka mambo ya huku nje na hapo. Na hapo si mahali pa kupelekwa mambo za huko nje. Si ulifanya, sijui uliongea. Bwana asifiwe. Unajua kuna mtu anaendanga hiyo rumu kama amenuna. Angalia. Na anaanza kusema siniokeleze. Sitaki mambo yako. Wewe tulikia mlango huo, ukakubali hiyo mtu. Hivyo ndivyo ulikubali kutaka mambo yake yo. Bora kuobezi sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Upika vizuri kwako. Watu wa kule kuna watu wamezoea hapa kuniambia mchungaji. Tuombe tupate watoto. Watoto wengine kukula kabisa. Ndio sababu tunaombeaga wazee wetu waache ulevi. Hapo ukiona mzee wako ni mlevi muombe sana. Ulevi unaleta mambo mingi. Haleluya. Na hasara nyingi. Kwa hivyo kutokana na kuendelea kama umekuwa ukifanya dhambi unakasirika, unaitana majina ya domestic animal, hiyo majina ukikufa ukiitana hiyo majina hakuna uzima wa milele. Ngoja nisikudanganye. Uko hivyo. Haleluya. Ati unakasirika na katoto kadogo. Jiga. Wacha ujiga.
Pusi, na ukiona tukana na shule huko nje, ametoa hii majina environment kama shida nayo the whole day. Bwana asifiwe. Aliambiwa aache da aende sasa hatua mzima. Kuna na mama wanaputaga mara nyingi huko nje, kwanza ingekurai huko hivyo na kona nyingi mataoni makubwa, hata huko Moyoko unakuta watu siku hizi hawaogopi Mungu. Dhambi ni nyingi. Na hizo dhambi ukiona mama hata kama ni university msichana, ukiona mama ameanza kuvaa goiko akiwa amesimama, unaona magoti yote na ni mama. Finally hiyo ni shida. Bwana asifiwe. Ukiwa nje paradiset, haleluya. Bwana asifiwe. Nguo zingine ni za huko kwingine wakati ambapo uonekani na mtu mwingine. Haleluya. Lakini wakati uko nje paradiset, haleluya, unakuta mpaka tubinya vingine. Kitu naitwa eni. Na hizo tu. Unakuta mama mzima ako na kinyasa yenye si kinyasa. Kinyasa na si ni kinyasa ingine funny. Kaskati kingine unashindwa kwanza hapo kipanda hapa kuna mambo. Sio kama ni duniaje hapa kilili. Unakuta washana wanavaa hata hawaogopi hata wazazi. Haleluya. Hawapei wazazi heshima. Ngojeni dhambi zifike mwisho. Wema Mungu sidi kuoneka. Aliambiwa aende asifanye dhambi tena. Hata leo mimi naomba watu wote. Sasa hivi tena kuna watu wanaumia. Kila wakati wanaumia na wanaumiza watoto wao kwa nyingi, na mimi najua hivyo. Wanaumiza watoto na wanaumiza mama zao, na wao wenyewe wanajua zile dhambi wameifanya ama wenyewe wameifanyia hata kanisa. Mtu anajua alipasiwa kwa mtu mwingine, alisuguana na mchungaji fulani, karaaniwa na mafuta, na anaporaaniwa anaanza kupata consequences. Sasa wengine ni kuhamahama, kutumia mapesa na hospitali. Watu wajue kuna dhambi wamefanya wengine. Na wakati mtu amefanya dhambi, aende kwa kuhani akatubu. Aende kwa mchungaji akatubu. Haleluya. Mtu anaharibu kanisa na anasema itizi. How? Apadacho mtu atamu. Kuna watu zaidi wanaumia na kwa shida. Na ile shida iko, Mungu amenyamaza tu hivyo, anasema hapa ni mimi kama Mungu. Na Mungu akikosa kuangalia, watu wakikosa kuangalia dhambi zao na mambo yao, hii makosa huwa inaleta kifo. Ukiwa mtu wa Mungu, si uwezi kuwa na kila mtoto wako kwa hospitali au dhuru kwako tu. Mtu akiamuka ni hospitali, si kuangalia nani ama nani. Kuokoka, hatukuokolewa na Mungu tuwe kwa mashida. Tuliokolewa tupone, na tuwe tunapona, na kuingia shida inashughulikiwa haraka. Nimesema hivyo sababu kuna watu wanajiumiza wenyewe, angalia, na wanajijaza, na mtu anajua kitu alifanya rafia, kitu ameifanya mahali. Sasa hiyo kitu lazima Mungu ajitetee. Dhambi ndio hiyo, inaleta maposa, inaleta mashida, na finally nimekuambia maposa huwa inaleta kifo inapokosa kuangaliwa. Haleluya. Watu wengine waabiwe mchana kabisa. Mtu ulifanya hivi, enda kwenye nafaa kuenda. Na wewe na heshima. Uponyaji patikana. Na mtu akiamua ni hospitali kila saa na laana inamwandama, inaleta maposa, alikosea pasta fulani, aliharibu kanisa ya fulani, anaanza kujisikia na kujielewa. Finally maposa kama haitashughulikiwa kwa imani, unakuta kwamba inaleta shida hata kifo. Bwana asifiwe. Tena ndipo hatutaki kifo hivi. Simuza nimemwambia hatutaki kifo. Bwana asifiwe. Haleluya. Hatutaki shida. Mimi kuna boma nilipeagwa na Mungu na nikaambiwa hii boma nisisikie kifo tena. Watu walikuwa wanakufa na pikipiki. Maajali za pikipiki. Nilienda masisi kwa boma fulani sana. Masisi mingi. Sio wamekufia wapi? Mwingine amekufia wapi? Masisi mingi. Wakaniambia hao watu walitumikie, shida zikaisha. Haleluya. Na shida zikaisha. Finally tena hapa. Wengine tukiachana nao nikawaambia, mjue kwenu kulikuwa hivi na hivi. Mjisikie sana na mjue kuna Mungu mbinguni. Saa hiyo ni mapera Januari tu hapo. Saa hii tunaongea na nyinyi pikipiki ile inawaumiza. Benye imezoea kuumiza hiyo bomu. Nao watu. Why? Sababu ya kuzoea mafuta haizoeagwi. Naongea kwa sababu jawabu ya mambo zingine iko kwa madhabahu. Haiko kwa madaktari. Haiko hoya, it is in the altar. Yenye mtu alikosea, aende pale atubu dhambi na jia heshima, maposa iondoke. Haleluya. Bwana asifiwe. Simama juu na utabarikiwa. Simama juu na utabarikiwa. Haleluya. Pero ya neighbor huondoki hapa na maposa, simwambie hivyo. Mwazalie mwambie huondoki hapa na maposa. Haleluya.
unaondoka hapa na promotion, unaondoka hapa na nguvu. Haleluya. Utakuwa unaenda kuitana hiyo jina umezoea, unasikia Mungu hapana. Na mwimbaji wa hivyo walipa akasema dawa ya kurakara. Marakara rĩrĩa moka. Tũcũthĩrĩrie Ngai. Rwa kurakara. Horo ithecwo cindano. Ĩihũrĩte gĩkeno. Eni. Dawa ya kurakara ni kwaga kĩ? Kurakara. Pengine hata kwa hapo kwa neighbor. Mlikasikiana na neighbor. Mkarushiana maneno. Mpaka akashinda ni ule wa Njoroge kweli. Haleluya. Bwana asifiwe. Wakati mwingine wacha kukashirika. Haleluya. So mbarikiwe sana na mtendee mambo mema na unatoka hapa kama umebadilishiwa maisha. Haleluya. Na maisha ikiwa